Leo nitakuhadithia siku za mwisho za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabla ya kufariki kwake alitoka akaenda kufanya ibada ya haji, ikamteremkia aya Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Leo nimewakamilishieni dini yenu na nimetimiza neema zangu juu yenu na nimeridhia kwenu nyinyi kuwa Uislamu ndio dini. Fabaka Abu Bakar akalia sana baada ya aya hii kuteremka, na watu wakamuuliza, ma yubkik, unalilia nini ya Abu Bakar? Akajibu akasema, hii ni habari ya kuondoka mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Habari nzito hii. Abu Bakar alielewa, na kabla ya kufariki kwake kwa siku 9 kukateremka aya nyingine ambayo ndiyo ya mwisho, hakukuteremka nyingine baada ya hapo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Niogopeni siku ambayo mtarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kila nafsi italipwa kwa yale yaliyochuma mwenyewe, halafu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hatudhulumiwa mtu yoyote. Maumivu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakaanza hapo, na homa kali na kichwa kikamuuma sana. Akawaambia watu wake, nataka kuwatembelea mashahidi wa Uhud waliofariki katika vita vya Uhud. Kwa hiyo akainuka mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaenda katika makaburi yao. Akafika katika makaburi yale ya watu waliofariki masahaba katika vita vya Uhud, na alipofika pale akawasalimia, alafu akawaambia, antum sabiqun, nyinyi mmetangulia. Wasema, wallahi inni bikum lahiq, wallahi mimi kwenu nyinyi ninafuatia, nyinyi mmetangulia na mimi ninafuatia. Wakati yuko njiani anarudi kwake mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akalia. Alivolia akasema, ishtaqtu li ikhwani, nimewamisi au natamani kuwaona ndugu zangu. Masahaba waliokuwa nayo wakamuuliza, awalasna ikhwanik ya Rasulullah, kwani sisi sio ndugu zako? Akasema, antum ashabi, hii masahaba zangu. Ikhwani, ndugu zangu, yatuna min baadi, watakuja baada yangu, yu'minuna bi wa lam yarawni, wataniamini mimi na wala hawajaniona. Akikusudia sisi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atamani kutuona. Wallahi nikiangalia wingi wa madhambi yetu katika mgongo huu wa dunia, naona haya kusema kuwa mtume akitokea leo akatuona hali yetu tukoje. Tustahiki kweli mtume akatamani sisi kutuona? Rahmatuka alwasi'a ya Rabb, madha fa'alna ba'da Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwani tumefanya nini sisi na tumezua mangapi baada ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuondoka? Tumeiacha dini yetu, la ilaha illa Allah, Allahul musta'an. Na kabla ya kufa kwake kwa siku 3 alikuwa yupo katika nyumba ya mama yetu Maimuna radhiallahu anha. Akawaambia, nikusanyieni wake zangu wote. Akakusanyia wake zake, akawaambia, ta'dhanuna li, naomba ruhusa, mniruhusu mimi nikaugue katika nyumba ya bibi Aisha radhiallahu anha. Na wote wakamridhia, tumekuruhusu uende na wewe ukaugue maradhi yako katika nyumba ya bibi Aisha radhiallahu anha. Kwa hiyo akainuka kataka kwenda, kipenzi chetu hakuweza kusimama. Akaja Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu na al-Fadl bin al-Abbas radhiallahu anhu, wakamshika mmoja upande huu na mmoja upande huu, wakampeleka mpaka nyumbani kwa bibi Aisha, radhi za Allah ziwe juu yake mama yetu. Wakati anapelekwa, masahaba wakamuona vile alivyobebwa, mmoja yuko upande huu na Ali yuko upande huu na al-Fadl bin Abbas radhiallahu anhu yuko upande huu, hawezi hata kutembea mwenyewe. Masahaba wakakusanyika msikitini, wakaanza wasiwasi na huzuni. Hawajawahi kumuona kipenzi chao katika hali ile.
kukaanza minong'ono na mazungumzo. Madha asaba Rasulullah, amesibiwa nini na amesibiwa na kitu gani mtume wetu kipenzi chetu, amesibiwa? Mazungumzo yakawa mingi. Bibi Aisha asema jasho likawa linamtiririka bighazara kwa wingi sana. Hajawahi kuona jasho linaomtoka mtu kwa wingi kama lilivyokuwa likimtoka mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Asema kuntu akhudh, ikawa mimi nachukua mkono wake mwenyewe na mpangusia uso wake, kwa sababu mkono wake akram wa atyab, mkono wake ni mtukufu zaidi na mzuri zaidi. Kwa hiyo akawa mpangusia kwa mkono wake mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bibi Aisha asema kisha nikamsikia asema la ilaha illa Allah inna lilmauti lasakarat, akisema hapana mola anayepaswa kuabudiwa isipokuwa Allah, hakika mauti sakarat, ni maumivu. Anasema maneno haya mtume, kiumbe aliyekuwa bora kuliko wote, asema mauti ni mateso na maumivu na tabu. Umekaa ndugu yangu ukajiuliza mimi na wewe itakuwaje? Mazungumzo msikitini yakawa mingi, mnong'ono ikawa mikubwa. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema hebu niinueni nipelekeni nikazungumze nao masahaba zangu. Akainuka mtume wetu, hakuweza, akamwagiwa maji makopo 7 ili achangamke kidogo, alafu akainuka akaingia kwa masahaba zake, akawahutubia hutuba ya mwisho na akawazungumzia mazungumzo ya mwisho na ujumbe uliokuwa wa mwisho. Usikilize ujumbe huu ndugu yangu na ujifunze.